Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna wimbo ambao inasema nitaimba haleluya asubuhi. Nataka tuimbe hiyo wimbo. Kuja wimbo moja. Nitaimba haleluya mchana. Nitaimba haleluya jioni. Haleluya na hata usiku. Haleluya. Nitaimba haleluya asubuhi. Nitaimba haleluya mchana. Nitaimba haleluya jioni. Haleluya na hata usiku. Nitaimba haleluya asubuhi. Nitaimba haleluya mchana. Nitaimba haleluya jioni. Haleluya na hata usiku. Nitaimba haleluya asubuhi. Nitaimba haleluya mchana. Nitaimba haleluya jioni. Haleluya na hata usiku. Nitaimba haleluya asubuhi. Nitaimba haleluya mchana. Nitaimba haleluya jioni. Haleluya na hata usiku. Nitaimba haleluya asubuhi. Nitaimba haleluya mchana. Nitaimba haleluya jioni. Haleluya na hata usiku. Nitaimba haleluya asubuhi. Nitaimba haleluya mchana. Nitaimba haleluya jioni. Haleluya na hata usiku. Nitaimba haleluya asubuhi. Nitaimba haleluya mchana. Nitaimba haleluya jioni. Haleluya na hata usiku. Nitaimba haleluya asubuhi. Nitaimba haleluya mchana. Nitaimba haleluya jioni. Haleluya na hata usiku. Nitaimba haleluya asubuhi. Nitaimba haleluya mchana. Nitaimba haleluya jioni. Haleluya na hata usiku. Nitaimba haleluya asubuhi. Nitaimba haleluya mchana. Nitaimba haleluya jioni. Haleluya na hata usiku. Nitaimba haleluya asubuhi. Nitaimba haleluya mchana. Nitaimba haleluya jioni. Haleluya na hata usiku. Haleluya. Haleluya. Amen. Kwa hivyo nataka tuchukue fursa hii tusikie neno. Na kabla ya neno, leo tumeweza kutembelewa na rafiki yangu ambaye ni daktari na ataweza kutusalimia, aombe pamoja nasi ili tuweze kuendelea na injili ya siku ya leo. Najua ya kwamba kuna mtu ambaye yuko tayari na amejiandaa akaweze kupokea kutoka kwa Bwana. Karibu sana Daktari Tune. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe. Basi mchi wa Nandi Hills, Mungu ameweza kuwatembelea wakati huu. Mahali popote umekaa, Mungu anakuhitaji usikie neno hili. Nataka niseme kwamba hii ni wakati wa kipekee ambayo tunaenda kusikia neno lake ya Mwenyezi Mungu. Na ningependa niseme kwamba kama mahali popote ambapo umekaa, weze kukaa na kusikia neno hili ambayo imekuja wakati kama huu. Jinsi ambavyo mmesikia ni kwamba mimi ni ndugu ambaye napenda Mungu
Mimi ni moja ya kanisa hili na ni rafiki wa kanisa hili katika jina la Yesu. Mungu asifiwe. Amen. Basi jinsi ambavyo umesikia, ningependa tu niseme kwamba tuweze kuomba ili tuweze kupata kibali mbele ya Mungu kusikia neno lake. Na tuombe. Baba wa mbinguni, tunakuja mbele zako wakati huu. Tunataka kusikia neno lako. Tunasema Baba, tunahitaji uwepo wako. Tunahitaji Mungu kukuona wakati huu tunapoenda kusikia neno lako kupitia mtumishi wako Mungu. Ninasema Mungu, neema wako ikawa mnasi. Naomba katika jina la Yesu, nikisema chochote kisuizi, tunataka tuseme kwamba iweze kushindwa, ili watu wako waweze kusikia neno lako katika jina la Yesu. Tunaomba kwamba Nandi Hills watasikia neno hili, na Mungu kwamba utaleta ufanisi katika jina la Yesu. Baba, najua kwamba utaweza kuongea kupitia mtumishi wako wakati huu. Aseka Mungu kwamba uweze kuinuliwa, na wewe ndio Mungu wastahili kuabudiwa. Nimeomba nikiamini kwamba umesikia neno lako, umesikia maombi yetu katika jina la Yesu. Tumama na kuamini. Sema amen. Let's appreciate God as the servant of God is coming. Amen. Haleluya. Nataka tuweze kuangalia kitabu cha Warumi 5 mstari wa 12. Najua ya kwamba popote mahali penye uko unaweza ukasikia sauti, na hii inaitwa sauti ya neema, ambayo siku ya leo Mungu ameweza kupenda na kukutembelea ili ukaweze kusikia. Maandiko yanasema ya kwamba unapoisikia sauti ya Mungu, basi usifanye moyo wako kuwa mgumu, kwa sababu hii inaweza ikawa ndio siku yako ya pekee ambayo Mungu anakusudi na maisha yako, na ambayo Mungu anataka atengeneze jambo katika maisha yako, na ambayo labda Mungu anataka atengeneze hata jambo katika jamii yako, ambayo labda Mungu anataka atengeneze jambo kwa sababu ya watoto wako, kwa sababu suluhisho kamili inapatikana katika neno la Mungu. Unajua watu wanafikiria kwamba suluhisho iko katika vitabu vingi, lakini nataka niwaambie siku ya leo ya kwamba suluhisho ya pekee inapatikana katika neno la Mungu, kwa sababu katika neno la Mungu ndiko kuna kila kitu ambacho tunahitaji tukaishi. Wakati mmoja Yesu Kristo akasema ya kwamba wakati ambapo yule adui alijaribu kumwambia Yesu Kristo ya kwamba wewe, naona ya kwamba uko na njaa, kwa hivyo kwa sababu uko na njaa na wewe unaweza ukafanya miujiza, kwa sababu una uwezo, kwa sababu alijua ya kwamba Yesu Kristo alikuwa ni Mungu katika mwili. Kwa hivyo akamwambia, wewe una uwezo, usikufe kwa njaa, badilisha mawe hii ikawe mkate, ili pamoja nawe na wewe ukaweze kula pamoja nasi, ili kusiwe na njaa. Lakini Yesu akamwambia ya kwamba imeandikwa, mwanadamu hataishi tu kwa mkate ambao ni wa kawaida, hataishi tu kwa nyama choma na githeri na chapo peke yake, hapana, bali ataishi katika mkate ambao ni neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu ni mkate wa uzima, na ukila mkate huo, Biblia inasema ya kwamba hautaona njaa kamwe. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Warumi 5 mstari wa 12, Biblia inasema ya kwamba kwa hiyo kama vile dhambi ilivyoingia ulimwenguni kupitia kwa mtu mmoja, na kupitia dhambi hii mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Biblia inatuambia ya kwamba mauti, dhambi kwanza iliweza ikaingia ulimwenguni. Na iliingia ulimwenguni kwa namna gani? Biblia inatuambia ya kwamba dhambi iliingia ulimwenguni kupitia mtu mmoja. Dhambi haikuletwa na shetani, hapana. Biblia inatuambia ya kwamba dhambi iliingia ulimwenguni kupitia mtu. Je, ni namna gani kupitia huyo mtu? Tunakumbuka ya kwamba Mungu alipomuumba mwanadamu, Biblia inasema ya kwamba akamfanya kwa mfano wake mwenyewe, ili aweze kufanana naye, haweze kushiriki pamoja naye. Na tunaona ya kwamba alipomweka mwanadamu katika bustani la Edeni, kila siku Mungu alikuwa anatokezea kwa masaa ili wakaweze kuwa na ushirika na mwanadamu, kwani Mungu kila siku angeweza kukuwa na ibada na mwanadamu, kwa sababu walikuwako katika ushirika. Kwa hivyo kusudi la Mungu la kumfanya mwanadamu
ilikuwa ni kwamba aweze kukaa katika ushirika naye, ili kwamba mahali ambapo Mungu wako mwanadamu aweze kuwa. Kwa hivyo mpango wa Mungu ilikuwa ni kwamba siku zote mwanadamu akaishi katika uzuri wake. Ukiangalia Biblia Mwanzo inatuambia kwamba baada ya Mungu kuumba vitu vyote, na tazama, akaangalia vyote alivyoviumba, na akaona, tazama, vyote vilikuwako ni vizuri, kuonyesha ya kwamba hakuna chochote kibaya ambacho Mungu aliumba. Wakati hii watu wanaangalia mambo mabaya yakitendeka, wanasema labda ni Mungu amekusudia, wanasema labda ni Mungu anafanya, labda ni Mungu anatuadhibu, labda Mungu anataka nipitie hali hii, labda ni Mungu anataka nikuwe mgonjwa, labda ni Mungu anataka nikufe, labda ni Mungu anataka nihangaike. Wengine wamepitia mambo mpaka wanasema ya kwamba ni kama hii ni Mungu anakusudia nikuwe ndani. Lakini tukiangalia mapenzi ya Mungu katika Mwanzo ni kwamba Mungu alipomuumba mwanadamu alimweka katika utele wake, akamuingiza katika ushirika. Mwanadamu hakuwa na ugonjwa, mwanadamu hakuwa na kufa, mwanadamu hakuwa na kupungukiwa. Aliambiwa ya kwamba chakula ni tele, unaweza ukala vile unataka, unaweza ukavaa chochote utakacho. Na kwa upendo wa Mungu akamwambia huyu mwanadamu ya kwamba mambo yote mazuri ni yako, lakini pia nimekuumba wewe na nimekupatia uwezo wa kuweza kuchagua kile ambacho unataka. Unajua, mara mingi watu wengine wanasema ya kwamba kama Mungu alijua ya kwamba huyu mwanadamu atakula sijui hiyo matunda, mbona aliweka hapo kwa bustani? Mbona hakuondoa atoe hapo na mambo isitokee? Kwa nini aliweka hapo? Nataka nikupatie jibu. Wakati ambapo Mungu alimuumba mwanadamu, alimfanya kwa mfano wake, kuonyesha ya kwamba huyu mwanadamu aliumbwa kamilifu, ya kwamba alikuwa na uwezo wa kuchagua, angebaini anataka namna gani. Kwa sababu kama Mungu angeumba mwanadamu ambaye hana uwezo wa kuchagua na kubaini na kujua, hangekuwa amemfanya mwanadamu mkamilifu, angekuwa ametengeneza kitu kama robot. Kwa sababu unajua robot haiwezi ikafanya chochote, haiwezi ikaamua chochote. Ukiambia left inaenda left, ukiambia right inaenda right, ukiambia ruka juu inaruka juu, kwa sababu haitaamui chochote. Lakini Mungu hakutaka ukue namna hii, akaumba mtu ambaye ana uwezo wa kuchagua. Na ndio maana akamwambia, sasa kwa sababu una uwezo wa kujichagulia kile ambacho unahitaji, mimi nimekuwekea mema yote mbele yako, wewe chagua yaliyo mazuri. Angalia uzuri wa Mungu, ya kwamba hata baada ya hayo anamwambia mwanadamu ya kwamba hii ni mema, chagua mema, kula katika mti wa uzima, na ili ukapate kuishi. Lakini mwanadamu kwa fahamu zake mwenyewe, haleluya, kwa fahamu zake mwenyewe na kwa fikira zake mwenyewe, kwa fahamu zake mwenyewe na kwa fikira zake mwenyewe na kwa kusudi yake mwenyewe, akaweza kuchagua ya kwamba asiende kwa mpango wa Mungu. Akaamua ya kwamba hawezi akaendelea kwa mpango wa Mungu. Kwa hivyo kuasi ambayo ilitokea ni kwamba mwanadamu mwenyewe aliasi kwa kupenda kwake. Hakuwako na kushawishika, hakukuwako na msukumo, aliasi mwenyewe. Wakati ambapo adui alikuja akamwambia ya kwamba wachana na yale ambayo Mungu amesema, wewe jaribu, ukikula hii utafanana na yeye. Wakati alipotii sauti ya yule adui, basi mwanadamu mwenyewe kwa kupenda kwake akaasi, akaenda kinyume cha Mungu. Na ndio maana Biblia inatuambia sasa ya kwamba kupitia mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni. Dhambi hiyo ilikuwa ni gani? Ni kuasi Mungu. Dhambi hiyo ilikuwa ni kukataa Mungu. Na tunaona ya kwamba baada ya mwanadamu kukataa mpango wa Mungu na kwenda kinyume chake, basi tunaona ya kwamba Biblia inatuambia ya kwamba mauti ikaingia ulimwenguni. Kwa sababu Mungu hakuumba mauti, hakukusudia watu wakufe, lakini baada ya dhambi kuingia, basi watu wakaanza kufa. Tunaona ya kwamba mwanadamu akaondolewa katika shamba la Edeni, akaambiwa ya kwamba kuanzia leo hautakula katika uzuri, bali utasumbukana ndio upate chakula. Wewe kwa sababu haujachagua mema, basi yale mabaya uliyojichagulia utaishi ndani yake. Na ndio maana hadi siku ya leo kuna watu ambao
wanaishi maisha ambayo si yao, wanaishi maisha ambayo Mungu hakukusudia, wanaishi maisha ambayo hata wenyewe hawajaifurahia. Wamehangaika na kutafuta msaada mahali pengi. Tunaona ya kwamba mwanadamu baada ya kuondokewa, Biblia inasema ya kwamba alikufa kwa namna ya kwanza ni kwamba Mungu aliweza kuondoka ndani yake. Mwanadamu akawa ukiwa, akawa afahamu chochote, akawa hamjui Mungu, na ndio hapo mwanadamu akaanza kutembea katika maovu. Tukaona ya kwamba wanadamu wakakataa injili. Nuhu akakuja akahubiri, akajaribu kuwarejesha katika mpango wa Mungu. Wakamchekea Nuhu, wakamwambia ya kwamba wanatuambia ati gharika itakuja. Gharika ya aina gani ambayo unatuambia kila siku? Unatuchosha na mahubiri yako kutuambia ati gharika itakuja. Wewe jenga hiyo safina yako, ingia ndani vile unataka. Wachana na sisi tuishi vile tunaishi. Wachana na sisi tuendelee kula na kunywa. Na walipokuwa wameashi na kukataa injili, wakati ambapo Nuhu alikuwa anahubiri ili awarejeshe watoke katika uovu, basi gharika ikakuja na ikaangamiza dunia nzima. Na familia ya Nuhu pamoja na wanawake, jumla ya watu 8, wakaweza kukubali injili ambayo Nuhu alihubiri, na wakaingia katika safina ya Nuhu, na basi wakaiepuka gharika na wakaanza kuijaza ulimwengu. Kwa sababu mwanadamu bado alikuwa anaishi katika upungufu, akaendelea kutenda dhambi hata baada ya Mungu kuwaokoa na gharika. Na tunaona wakaanza kufanya maovu, wakatenda maovu, mpaka wakati ambapo Mungu alimwambia mtumishi wake Abrahamu ya kwamba siwezi nikaangamiza mahali hapa Sodoma na Gomora ikiwa wewe uko ndani. Ninakuambia ya kwamba ukaondoke mahali hapa. Abrahamu akamwambia Mungu ya kwamba akipatikana watu 50 ambao ni wenye haki, je, utaiangamiza Gomora? Mungu akamwambia siwezi nikaangamiza Gomora na Sodoma. Akamwambia Mungu usikasirike, na wakipatikana 40 ambao wameifahamu injili, je, utaangamiza Gomora? Akasema siwezi kwa sababu ya hao watu 40. Abrahamu akamwambia Bwana, iwapo unapenda usikasirike. Wakati ambapo mtumishi wako atauliza tena, wakipatikana 30, Bwana akamwambia siwezi nikaangamiza Sodoma na Gomora. Akaendelea hadi ikabakia ni yeye peke yake. Kwa hivyo kwa upendo wa Mungu akamwambia wewe ondoka. Wakati ambapo Abrahamu alipoondoka Sodoma na Gomora, basi ikanyesha moto na Sodoma na Gomora ikaangamizwa. Kwa sababu gani? Walikataa injili ambayo Abrahamu aliwahubiria, walikataa kuepuka. Uzuri wa Mungu ni kwamba hajekusudia mtu yote aangamie. Kila wakati ametukusudia mema. Kama kuna hatari ambayo inakuja, atatutumia watumishi wake, atatutumia manabii wake, na kisha watakuja kututaarifu na kutuambia habari yake na neema yake. Na ndiyo maana mwanadamu alipokataa, basi tena dunia ikaangamizwa kwa moto ule. Lakini Mungu hakuchoka, akasema ya kwamba bado sijachoka na mwanadamu, ni mpaka nimrejeshe katika mpango wangu halisi. Akaendelea kutafuta, akaendelea kutafuta, akapitia kwa Daudi, akapitia kwa Solomoni, akakuja akatuletea sasa Yesu Kristo. Haleluya, haleluya, haleluya. Akatuletea Yesu Kristo kwa sababu wale wote ambao aliwatuma walikataa kusikia habari yao, wakawaua manabii, wakawaangamiza watumishi. Lakini kwa upendo wa Mungu akamtuma hasa Yesu Kristo. Yesu Kristo, je, alikuwa ni nani? Ni Mungu mwenyewe ambaye alisema hao watu wamekataa kusikia. Kwa hivyo kwa upendo wangu nitachukua mwili wa damu na mwili wa nyama nikashuke duniani, niwachane na uungu wangu. Biblia inasema ya kwamba japo alikuwa ni Mungu, lakini hakuona kitu kama ni kitu kikubwa. Aliweka kando mwili wake wa Mungu, akashuka hapa duniani, akaonekana na watu, akatembea, akasalimia watu, akahubiri injili, akakula pamoja na wao, wakamuona. Hata wakati mmoja akalala usingizi, wakamwamusha, wakamwambia, Bwana, unalala, haujali kwani tunaangamia? Alikuwako ni mtu alitaka kudhihirisha ya kwamba katika utu wake amekuja kwa sababu ya mwanadamu.
Ni sababu gani ya kuja kama mwanadamu? Tumeangalia ya kwamba yule ambaye aliasi ni mwanadamu, na Biblia inasema ya kwamba kwa kuwa wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, kwa hivyo wote ambao walikuwa chini ya utawala wa dhambi na mauti ambaye Adamu alileta, wote walihesabika kuwa wenye dhambi, hawakufaa chochote. Na Biblia inatuambia ya kwamba mshahara wa dhambi sio kulia, mshahara wa dhambi sio kutubu, mshahara wa dhambi sio sadaka, mshahara wa dhambi sio matendo mema. Mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti. Kwa hivyo mwanadamu hata kama angekuwa na matendo mema ambayo ni mema zaidi ya ulimwenguni, bado alikuwa amehesabiwa kufa kama hajamwamini Yesu Kristo, kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hivyo Yesu Kristo, kwa sababu ni mwanadamu, alikuwa ametenda dhambi, basi ni mwanadamu ambaye angefaa kumwokoa mwanadamu, lakini hakuna mwanadamu ambaye angemwokoa mwanadamu. Kwa hivyo Mungu mwenyewe akafanyika mwanadamu kwa njia ya Yesu Kristo, na kisha akaingia hapa ulimwenguni. Biblia inatuambia ya kwamba alipokuja kumkomboa mwanadamu, nabii Isaya anatuambia ya kwamba alikataliwa, akadharauliwa, akatemewa mate, akaitwa majina yote, wakamdhihaki, wakamfanyia kila kitu ambacho walijua wakiweza kumfanyia hakuna mahali ambapo wataenda. Wakasema huyu hata ni kama amepigwa na Mungu. Biblia inasema ya kwamba alikuwa mtu ambaye watu walimfichia uso, hawakutaka kumuona kwa sababu ya huzuni ambaye alikuwa nayo. Lakini nabii Isaya anatuambia ya kwamba alijeruhiwa kwa makosa yetu, alijitwika huzuni zetu, alijitwika fedheha yetu, akachukua masikitiko yetu, akachukua laana yetu. Kwa hivyo siku ya leo ni vibaya usikitike iwapo unajua Yesu Kristo ameyachukua masikitiko yako. Ni vibaya uende jehanamu iwapo Yesu Kristo alikufa akaenda jehanamu ili kwamba wewe uende mbinguni. Ni vibaya ukaangamie wakati Yesu Kristo aliangamizwa ili kwamba wewe uishi. Kusudi la Mungu ilikuwa ni kwamba Yesu Kristo achukue nafasi yako ya kufa ili kwamba wewe usikufe. Na ndio maana Biblia inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila mtu anayemwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Ni kwa jinsi gani Mungu aliupenda ulimwengu? Ni kwa kumtoa Yesu Kristo ambaye alikuwa mwana wake wa pekee. Kusudi lake ni nini? Ni kwamba akuje akakuondoe wewe kutoka katika utawala wa dhambi. Kwa hivyo Mungu aje kusudia mtu yoyote aangamie, aje kusudia mtu yoyote aende jehanamu. Kwenda jehanamu ni chaguo lako mwenyewe, it is your own choice, kwa sababu yeye mwenyewe ameshafanya kile ambacho kilihitajika kufanyika. Hakuna mwanadamu ambaye alikuwa na uwezo wa kumkomboa mwanadamu. Najua kuna watu sikizo wanafikiria kwamba wako na uwezo. Mwingine anasema ya kwamba tufanye tu matendo mazuri, Mungu ataenda, tukifika siku ya mwisho atapima, ataweka kwa ratibu. Akiona mazuri imeshinda mabaya, basi anasema wewe ingia kwa ufalme. Nataka nikwambie, fanya mazuri uwezavyo, lakini fanya ukiwa umekubali Yesu Kristo katika moyo wako, kwa sababu hakuna kiwango cha uzuri ambacho ingeweza kuokoa mwanadamu. Yesu Kristo angekufa kama mtu angefanya tu vile anataka na kisha apokee uzima. Na ndiyo maana njia ya pekee ya kupokea uzima ni kumkubali Yesu Kristo aingie katika moyo wako. Biblia inasema ya kwamba ni jinsi gani mtu anaweza akapokea wokovu. Inasema ya kwamba kama ukiakiri kwa kinywa chako ya kwamba Yesu ni Bwana na uamini katika moyo wako ya kwamba Mungu alimfufua kutoka katika wafu, basi unapokea wokovu. Hii ni nini? Anasema ya kwamba kile ambacho unakiri ni kile ambacho umeamini. Na ni nini hii ambayo unafaa uamini? Uamini ya kwamba Mungu mwenyewe alimtuma Yesu Kristo hapa duniani, akachukua mwili, akakuja hapa ulimwenguni, akateswa, akadhihakiwa, akakataliwa, akawekwa msalabani. Wakamwangalia wakasema, huyu mambo yake yote yamekwisha.
Unajua sababu ya Yesu kuweka msalabani haikuwa jambo geni pa hayo majira. Katika utawala wa Kirumi ni kwamba yule mtu ambaye ametenda makosa ya jinai kama wizi wa kimabavu ama amenyang'anya watu, huyo ni mtu ambaye anahesabiwa ya kwamba hafai, na ili akufe vizuri anatundikwa msalabani, awekwe hadharani mbele ya watu wote, kisha wanaambia watu kujeni. Watu wanakuja kwa wingi, wanamchekelea na kusema ya kwamba wewe bure haufai, kufa kabisa, potelea mbali. Kwa hivyo Yesu Kristo tunaona ya kwamba alisulubiwa katikati ya wanyang'anyi wawili, kudhihirisha ya kwamba alikuwa amehesabiwa kama mmoja ya wanyang'anyi. Alikufa kifo kibaya zaidi hapo ulimwenguni, kifo cha aibu mkubwa sana, na hiyo yote ni kwa sababu yako, ili wewe usipitie aibu hiyo. Kwa hivyo akawekwa pale hadharani, akaonekana na watu, na ndiyo maana kwa njia hiyo akamshinda Ibilisi, shetani, hadharani. Kwa namna gani? Aliwekwa kaburini, wakafikiria ya kwamba wamemaliza historia yake, wakashangilia, wakafanya sherehe, wakasema huyu mtu ametusumbua sana hapa, amebadilisha watu wengi. Biblia inasema alikuja kwa walio wake, lakini walio wake hawakumpokea, walimkataa, wakasema tumemmaliza. Lakini hawakujua ya kwamba yeye alikuwa ni Mungu, alikuwa ni Mungu mwenyewe. Biblia inasema ya kwamba siku ya tatu akafufuka kutoka katika wafu, na akajidhihirisha, akajionyesha mbele ya watu, akawaambia mimi ndio huyu, nimekuja tena katika maisha. Ni sababu gani Yesu alifufuka? Ili kwamba haweze kushinda yule ambaye alikuwa na nguvu ya kifo, ambaye alikuwa ni shetani. Kwa hivyo unapomwamini Yesu Kristo, wewe pia umeshinda kifo, umeshinda mamlaka yote ya giza, umeshinda utawala wa giza, kwani Yesu Kristo anaingia ndani yako, anakuwa Bwana wako. Kwa hivyo unapokea vipi wokovu? Unapoamini ya kwamba Yesu Kristo alikufa, Yesu Kristo alizikwa na kubaki kaburini. Yu Bwana amefufuka kifoni, yu Bwana, na kila ulimi ukiri kwamba Yesu ndiye Bwana. Oh, yu Bwana, yu Bwana, yu Bwana kweli amefufuka kifoni, yu Bwana. Oh, na kila ulimi ukiri kwamba Yesu ndiye Bwana. Oh, yu Bwana, yu Bwana, Yesu
mimi ukiri kwako Yesu ndiye Bwana. Katika historia nzima hakuna mtu ambaye alikufa akazikwa na akafufuka mwenyewe. Yesu Kristo alisema ya kwamba nitayaweka maisha haya chini na nitayachukua maisha haya tena. Hayo mambo yote ambayo alifanya si kwa sababu yake, alifanya haya mambo kwa sababu yako na mimi. Kwa hivyo kama umenisikia popote mahali huko na unahitaji ukampokea Yesu Kristo, nataka ujue ya kwamba uamuzi wa pekee ambayo unaweza ukafanya maishani, katika maisha haya, na usiweze kuregret milele yote, ni kumpokea Yesu Kristo. Uamuzi zingine zote unaweza fanya na kesho uregret, useme sitaki, sikupenda. Lakini unapomkubali Yesu Kristo, hiyo ni uamuzi ambayo hakuna siku yoyote utajutia. Kwa hivyo popote mahali huko, kama unaweza ukajongea na ukuje mahali hapa, ninakupatia mwaliko ili ukaweze kumpokea Yesu Kristo popote ambapo huko, na unaweza ukafika. Na hata kama unaona uwezi ukafika, unaweza ukatutafuta baadaye kabla tuondoke, na tuambie ya kwamba mimi nilikuwa ninataka nifike lakini singeweza kufika. Lakini hata hivyo taomba pamoja na wewe ambaye unataka uokoke mahali pale huko, kwa sababu najua kuna yule ambaye anasema siwezi acha kazi yangu lakini namtaka huyu Yesu Kristo. Sema maombi haya pamoja nami. Bwana Yesu, siku ya leo nimepokea neno lako na nimefahamu ya kwamba mimi nimekuwa katika dhambi na nimepotea, lakini ulikuja ukanitafuta. Kwa hivyo siku ya leo ninakualika moyoni mwangu. Karibu Yesu. Siku ya leo ninapokea msamaha wa dhambi, na kuanzia siku ya leo ninaishi kwa neema yako. Kwa hivyo ninakupokea ya kwamba wewe ndiye Bwana na ndiye Mwokozi wangu, na kuanzia leo nimeokoka na ninafurahi. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndio hivyo tukimaliza, nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka, na sasa namtumikia Mwokozi wangu. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka.